asiyefanya kazi asile. Kwa hivyo uwezi kuwa umeokoka, unalala saa 1 jioni, unaamuka kesho saa 3, haufanyi kazi na unataka uishi maisha mazuri. Maana principle ambayo iko kwa Biblia is whoever gives receives. Na kama ufanyi kazi, ina maana hata ukifanya kazi ile ya Mungu hautahusika kwa matoaji. Ama sadaka unaweza kosa kutoa. Na it is a principle ambayo it caters both side, kwa wale ambao wameokoka na wale ambao hawajaokoka. Kwa hivyo wakati ule ni vizuri hata kama umeokoka, ujue ya kwamba unastahili kulifanya kazi ili tuwe example. Bali wanasema sisi ambao tumeokoka ndio tunapaswa kufanya bidii zaidi ili watu wafuate sisi. Okay. Yes. Sasa mimi nadhani watazamaji pale wameweza kusikia katika bado majadiliano yetu na Pastor Philip Safari. Wale ambao tuko nao hapa pia tunashukuru sana, na watu wengi pia wana nukuu pale chini. Mimi Pastor Philip niko na maswali yangu mawili ya mwisho. Na swali la kwanza ambalo nataka niulize ni swali kuhusiana na masuala ya biashara, masuala ya kazi. Tunafahamu iko wazi ya kwamba watu wengi sana siku hizi, mtu akienda pale kuanzisha biashara anaambiwa wewe hujui, enda mahali fulani. Ukienda mahali fulani unaambiwa wewe enda pale kwa biashara yako, chimba pale chini, eka kitu fulani. Unaona? Na nilisikia kwa Pastor Philip mwenyewe kuna wakati akiwa nadhani ni Voi pale, kuna mama mmoja nadhani alikuwa na hoteli, utaniweka sawa hapa, ukamuuliza, alikwambia Pastor bana, biashara yangu haisongi, biashara yangu imekwama, nilikuwa naomba uniombee biashara yangu ikuwe sawa. Na ukamuuliza pale, je, ulianza na misingi gani? Ulianza vipi? Wewe unataka tuombe, unataka tumlete Mwenyezi Mungu hapa. Je, ulianza na Mungu ama ulianza vipi? Misingi ilikuwa gani? Kwa sababu kuna watu wengi kuna biashara pale, kuna watu wengi biashara zao zinaenda vizuri, lakini zinaenda vizuri kwa sababu ya mambo mengine, si kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Pastor Philip hapo nataka uweke sawa. Swali la mwisho kutoka kwa Kaka Juma, ningependa kukuuliza kuhusiana na ndoto. Wengi wetu tunaota ndoto nyingi sana kila wakati. Ndoto zingine tunaota tukiwa na maisha mazuri, tukiwa mahali pazuri. Ndoto zingine tunaota tukiwa tunapigana, tunaota tukiwa tunang'ang'ana, tunaota tukiwa tunakimbizwa. So ningependa kuelewa, je, kila ndoto ambayo unaiota, je, iko na maana? Ama kwa sababu wakati mwingine kuna mtu mmoja akawa anaeleza mwingine pale, akamwambia kwamba jana nimeota nakimbizwa, nimeota niko juu angani mahali, alafu nikaachiliwa na shuka chini pale. Akaambiwa we nawe ni zile movie ulikuwa unaangalia, ni yale mambo ambayo umekuwa ukifanya mchana. Je, kuna kaga na maana gani kuhusu ndoto? Basi wale mawili yangu hayo. Asante sana Pastor Philip. Asante. I think nilikupea hiyo story, naona umeili haujaisahau. Kitu ambacho tuseme kama yule alinifanyikia, na kuanga very serious na Mungu wangu. Maana sipendi mchezo na huyu Mungu. Ndio. Na hilo swali uliza watu wengi. Hata jana kuna mama ambaye nilimuona na kibanda, nilikutaka kumnunulia ndizi. Yaanze kuuza ndizi ambazo ni za kuiva. Nikamwambia atafuta mtu ambaye ako na ile mkunga mmoja nimnunulie. Nilimuuliza hiyo swali tu, ilikuwa juice. Akaniambia amepata. Nikamwambia kabla ya kununulia, kama unajua biashara ulianza kule, niambie. Maana ukichanganya kitu nimenunua na biashara ya giza itaisha. Maana nimeona kama yule Kaka Juma amemtaja, ilifanyika hata C4, nilikuwa ni huko. Na nikawa nikinywa chai mahali, na kwa kumbe kuna mmoja akasema mimi ni mchungaji. Hiyo biashara ilikuwa kina mama wawili. Wakaniambia tuombe. Ndio. Nikawauliza, ndio hapo nikauliza mmeokoka kwanza? Waliepa pamoja, akaniambia huwa naenda kanisa. Ni siku mwezi mmoja sijaenda, lakini nimeokoka. Waambia, na mlianzanje ili mnataka mimi mnijui? Mnataka niombe biashara yenu? Wakaniambia, wakanionyesha hata mafuta ya anointing oil. Yamepakwa kwa ukuta. Amepakwa kwa ukuta, inaonyesha ile stain yake. Msalaba. Yes. Hivyo tu akaniambia hata mchungaji walikuja hapa
Na hii ni ishara ya mafuta ya anointing oil. Ndipo nikawaambia siongei kuhusu anointing oil. Naongea kuhusu uhusiano wako na Mungu. Yaani mulianzaje? Maana mafuta haiwezi ya kupeleka mahali, lakini uhusiano wako na Mungu. Wakaniambia iko sawa. Na walikuwa kwanza wahudhurie ibada, waliniambia tutakuja kuhudhuria ibada ya maombi. Nikamwambia kama mko sawa, nikamwambia ni hatari kumuita Mungu wangu hapa kama kuna Mungu mwingine. Mungu wangu akija mahali atamaliza ile Mungu mwingine. Ndio. Na pale tukaomba. Kumbe nilipoomba walindanganya. Walikuwa wametumia mitishamba kwa biashara. Nilipoomba ripoti niliyoipata, maana mimi nilikuja hata niangalie kwani walienda wapi. Ndio. Napata nilipoomba hawakuuza tena siku 2. Chakula iliharibika. Maana customer hawakuja. Mchungaji si mimi, lakini ni Mungu aliyeitwa. Huko nje wanasema kusambaratisha. Kwa hivyo wewe ukaweka Mungu mahali pamoja na ushetani mahali pamoja. Na by the way, inaleta kitu kingine. Inasababisha watu wengi kufa madhambaoni wakitumika. Wanakufa kifo kama wale wetu wengine, kwa sababu awanja acha vitu waliozikuwa zikizifanya zamani, ingawa wako nyumbani wamebeba yale mambo. Ndo unapata wale watu imani yao unawaombea, lakini wana akili mbili. Nikiumwa na kichwa, ninajua nyanyangu alikuwa analete mtu anamfanya nini. Na inafanya maana Mungu atakuwa anauliza, kama umelete mchungaji akaombea huyu mtu na umeenda kwa mganga akimponya, mtasema ni nani? Sana sana mtasema maana kuna chumvi, mmepewa mafuta, naye Mungu anyekuna kitu amewapea. It's just the word and the authority in the word. Unaona? Ile kitu ikafanya maana tumeita Mungu akakalia mahali apaseni. Maana Mungu ilikuwa inatumika pale, biashara ilisha. Na baadhi kuna mmoja akakimbia sokoni, na mimi sijai kukutana na huyo mwingine. Ndio. Labda wananiona, lakini ndipo naambia msikilizaji wangu, ndio, kama unajua umeokoka, ndio, mtegemee Mungu peke yake. Mtegemee Mungu peke, usije ukachanganya, maana Mungu wetu huwa achanganywi. Ni hatari, unaweza ukakufia. Maana nasema labda uwe moto ama uwe baridi. Usiwe fungu. Maana ukiwa fungu atakutema. Swala la ndoto. Okay. Nimesikia ndoto, swala la ndoto. Unaweza ukaota kwa sababu kile kitu umekuwa ukifikiria kwa sana. Ndio. Ama labda umekuwa umewatch movie sana. Lakini kuna kitu kinatangwa consistency. Ile ndoto ukaiota leo, ukaiota kesho, maana ina maana. Ukiona ukikimbizwa, hamka usiku, piga magoti, mwambie Bwana nipinganie, maana ni hatari. Kwa hivyo kila ndoto ina message. Na nataka nikusomee ndio kwenye kitabu cha Ayubu 33 kutoka ule mstari wa 14. Nasoma Ayubu, nasema hivi: kwa kuwa Mungu unena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu anjari. 15 nasema, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uanjuliapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo uyapanua masikio yao, masikio ya watu, na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili nimuondoe mtu katika makusudio yake na kumficha mtu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Kitabu hicho nasema Mungu unena na watu katika ndoto na maono. Ndio. Na Hosea alisemaje? Yoeli zingine anasema siku za mwisho, sons and daughters, Roho atawakalia, wazee wataona maono na vijana wataota ndoto. Ama vijana wataona maono na wazee wataota ndoto.
Kwa hivyo ile ndoto unayoota Mhm. usiingino kila ndoto. Na kuna kitu siri na shetani anaifanya. Mhm. Mara mingi ukijipata unaota ndoto asubuhi huwezi ukaikumbuka, Mhm. tia bidii kwa maombi, kwa sababu ina maana umeshikwa mateka. Yaani mchungaji amegusa pale pengine, lakini kwa ajili ya muda Kwa sababu Ehe. ile ndoto Ehe. ukiota mtoto wako anaingia kwa shimo, Ndio. utaomba, na ukiomba itazuia ile jambo kufanyika. Mhm. Lakini usipoomba ile jambo litafanyika Ndio. na itakuwa ni hasara. Mhm. Kwa hivyo shetani kwa njia zake Mhm. na nguvu za giza Mhm. ushika wanadamu mateka. Mhm. Mara mingi unaota na unasikia umechoka asubuhi, Ndio. lakini huwezi kumbuka uliota nini. Mhm. Hiyo ni ishara moja ya kwamba unastahili kutia bidii. Mhm. Ukiota ukiumwa na mbwa, Mhm. hiyo ni roho ya ukahaba. Unaweza ukaota nyoka. Mhm. Sasa nataka unaweza ota, wacha nikwambie, miezi miwili imepita, Ndio. kuna kijana unisaidia katika kanisa Mhm. ambaye alikuwa analetea manji, amekuwa akiletea manji, Mhm. na nikiwa Voi Mhm. akanipigia simu Mhm. akaniambia, mchungaji, hata si wa dini yangu, Mhm. ni wa hizi dini zingine kule tulikuwa tumetoka. Ndio. Akaniambia, nimeota usiku daktari akitibu mguu wangu. Mhm. Nilipoamka siwezi kanyanga chini. Mhm. Hakuweza kanyanga chini. Ndio ananiambia niombee. Lakini maana najua ile kazi alikuwa amenifanyia, nikamwambia itakuwa sawa. Hata sikumwombea kwa simu, niliomba peke yangu. Lakini baada ya siku 5 ninapokuja akanipigia, unaniuliza umefika lini? Akaniambia ninakuja. Nikamwambia ninakuja by saa 6 atakuwa pale kanisani. Ndio. Alikuja mahali hapa na akawa hawezi tembea. Mhm. Jua aliota ndoto, lakini akiamka asubuhi mkono mguu umefura na hawezi tembea. Mhm. Nikamchukua nikatembea naye, nikamwambia iko sawa, na tukashukuru Mungu na akapona mpaka siku leo. Ndio. Kwa hivyo ndoto si ndoto. Mhm. Lakini nilikwambia mambo yafanyiki, mambo husababishwa kufanyika. Ukiona kwenu hamuoi, jua kuna sababu. Mhm. Ukiona kwenu watoto wanawaka oleki, jua kuna sababu. Wakati umeokoka, pigana na ile roho. Ni moto. Yaani kipindi kinazidi kuwa moto, lakini muda nayo ndio hiyo inatuonyesha ishara kwamba hapa lazima tuweke tamati kwa siku ya leo. Lakini kuna swali moja ambalo nataka kumuuliza. Alafu tutamuuliza na pia watazamaji ambao pia tuko nao hapa, nadhani pia mtamuuliza mchungaji kama tutakaribishwa tena katika, kwa sababu kuna swali ambalo kaka Juma amelianzisha upya la ndoto, na mimi sitaki kuligusa, na najua watazamaji wako na maswali mengi kuhusu ndoto. Kwa hivyo pia unaweza weka comment hapo chini iwapo una swali lolote kuhusu ndoto. Wakati tutaingia katika kipindi hicho chengine tutaweza pia kuliuliza kaka Juma, si ndio? Kama wako na maswali yoyote pale. Kama pale wewe unatutazama sasa hivi, uko na swali lolote pale, ukiweka hilo swali lako pale kwa comment chini, basi wakati mwingine kama Pastor Philip atasema kwamba na wakaribisha siku nyingine, basi tutaweza kujumuika naye. Na kwa wale ambao pia wameweza kujumuika na sisi siku ya leo, tunawaomba tutawaambia ni tarehe gani tena siku nyingine tena ambapo tutawaambia kwamba tutakuwa hapa. Kwa hiyo kama mko pale jamani, ambia rafiki pale, ambia jirani ya kwamba siku fulani ambapo tutasema tarehe lini ambapo tutakutana mahali hapa. Swali kwa Pastor Philip, je, anatukaribisha tena? Alafu babu atawinda pale. Asante kaka Juma, unakaribishwa siku nyingine. Kitu ambacho ni kuomba tu Mungu atendelee kutupea hekima ili tuweze kusaidiana kwa mambo haya, maana wengi wanateseka na ni swali ambayo ni zito. Ndio. Tutaweza kuzungumza kuhusu ndoto zaidi. Ndio. Na ninajua
tutaweza kusaidika. Ndio. Kwa hiyo nawakaribisha siku nyingine tuweze Asante. kuendelea. Yes. Okay, tukiwenda tulikuwa naomba uweze kuwapatia mawaidha kwa wale ambao tukimaliza sasa mambo ya unabii ambapo ni mengi, lakini wacha tutamatishe kwa siku ya leo. Namba ya simu. Lakini kuna swali tu, kuna mawaidha moja ningependa ueleze watazamaji. Kuna wale waumini ambao wameanza kuhama makanisa yao kwa sababu wachungaji wao hawawapatii unabii. Je, mchungaji unaweza kuwaambia aje? Manake wanaongelea vibaya. Mimi nishaka nikasikia. Alijibu hilo, tuanze nalo hilo swali katika section nyingine. Section nyingine. Wanahama makanisa kwa sababu hawapati unabii. Unasikia yule mchungaji ni kama baridi. Yule mchungaji ni baridi. Hatoi unabii. Mimi nimeenda pale miezi miwili pale watu hawaanguki. Unaona vitu kama hivyo. Watu hawaanguki, watu hawatoi unabii. Mimi na hama kanisa. Watu wanataka kuona action. Sijui kama unanipata kaka Juma. Action. We want to see action kaka Juma. We don't want to sit there na tusikie tu maneno tunaenda nyumbani maneno. No, we want to see action. Kwa hivyo hilo ndo Pastor Philip ataanza na kujibu hilo kipindi kijacho. Jamani. Kaka Juma, mimi ningependa kusema kwamba imekuwa kipindi kizuri sana tukiwa pamoja na Pastor Philip Safari, nikiwa kama babu pamoja na kaka Juma mwenyewe. Kaka Juma, labda Pastor tu aeleze pale mtazamaji, atuambie tu pale majina yake tena, alafu anapatikana wapi, labda kama kuna mtu angependa kuwasiliana naye, labda kama kuna nambari pale mtu ambaye anaweza taka kuwasiliana na Pastor moja kwa moja, ama anataka kutembea kanisani, Pastor unaweza eleza pale waumini. Sawa, nitarudia kwa wale ambao wameingilia kati, wale ambao wamefika kuchelewa. Jina langu ni mchungaji Pastor Philip Safari, Trinity Gospel Church, Munji wa Sesi. Namba yangu ya simu ni 0740532555. Hiyo ndo nambari ya ofisi. Kwa hivyo nawakaribisha katika ibada zetu za weekdays na Jumapili. Mungu awabariki. Zaidi ya yote tuwe wanafunzi wa Yesu. Shalom, shalom, shalom. What God can do, no man can do. Tunarudia tena pale, what God can do, no man can do.